Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia hali ya kisiasa nchini Tanzania, serikali imetangaza kusitisha mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa nchini kote, ikieleza kuwa imebaini viashiria vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki ambacho nchi inaelekea kwenye maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba yanayofanyika jijini Dar es Salaam. Tangazo hilo limetolewa bungeni mjini Dodoma na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alipokuwa akijibu mwongozo wa mbunge wa Dodoma mjini Pascal Chinyele ambaye alihoji kuhusu taarifa zinazosambaa mitandaoni zinazodai kuwepo kwa maandamano yanayoweza kufanyika katika siku zijazo. Kwa mujibu wa waziri Katambi, vyombo vya dola vimeanza kufuatilia kile alichokiita viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya mawasiliano. Serikali imeeleza kuwa haitasubiri hadi vurugu zitokee, bali itachukua hatua ya tahadhari mapema ili kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao unaendelea kulindwa. Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa endelea kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace order katika hili, Mheshimiwa Spika, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote. Katika hatua inayozua mjadala mkubwa wa kisiasa, waziri huyo amemwelekeza Inspekta Jenerali wa Polisi Camillus Wambura kuhakikisha vibali vya mikutano ya hadhara havitolewi kwa chama chochote cha kisiasa katika kipindi hiki. Moja ni waelekezi na kumwagiza IGP Camillus Wambura atoe maelekezo kwa ma-RPC wote nchini katika mikoa ambayo yatashuka kwa wakuu wa polisi wilaya mpaka kwenye polisi kata, kuanza kufanya uratibu wa mipango ya kiusalama ambayo tunayo, lakini kuimarisha zaidi mipango ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama katika kila eneo, kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji mpaka kwenye kata na mitaa katika kipindi chote cha nchi yetu, katika shughuli mbalimbali ambazo pia zinakusudiwa kufanyika. Kwa mujibu wa Katambi, zuio hilo linaihusisha CCM pamoja na vyama vyote vya upinzani bila ubaguzi. Na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile kwa kipindi hiki. Kauli hiyo imekuja wiki chache baada ya kuongezeka kwa mjadala katika mitandao ya kijamii kuhusu kile kinachoitwa maandamano ya Sabasaba, ambayo baadhi ya ujumbe unayosambazwa mtandaoni unayahusisha na madai ya katiba mpya pamoja na kampeni za Free Tundu Lissu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna kundi rasmi lililojitokeza hadharani kuchukua jukumu la kuratibu maandamano hayo. Waziri Katambi amesema baadhi ya watu wamekuwa wakihamasisha maandamano kupitia video, ujumbe na majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Amesema vyombo vya dola vina ushahidi wa kauli na maudhui yanayodaiwa kuchochea uvunjifu wa amani na kwamba hatua za kisheria dhidi ya wahusika wote zitaanza kuchukuliwa. Ndugu mtazamaji, kauli hiyo ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi inakuja katika kipindi ambacho vyama vya upinzani hususan Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema vimekuwa vikiongeza shughuli zake za kisiasa katika maeneo mbalimbali nchini kupitia mikutano ya hadhara na kampeni za uhamasishaji kwa wananchi kote Tanzania. Katika wiki za hivi karibuni, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amekuwa akiendelea na ziara yake ya kitaifa katika mikoa mbalimbali akizungumza na wananchi kuhusu masuala ya utawala, haki za binadamu, usawa wa kijamii, huduma za afya, elimu na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Ziara hiyo imekuwa ikivutia umati mkubwa wa wananchi katika baadhi ya maeneo, imeongeza mjadala kuhusu nafasi ya vyama vya siasa katika kipindi hichi cha baada ya uchaguzi ulioingia dosari wa Oktoba 29 mwaka 2025, wakati viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakisisitiza umuhimu wa
mageuzi ya kisiasa, uwajibikaji na ushiriki mpana wa wananchi katika maamuzi ya taifa. Serikali kwa upande wake imeendelea kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani, usalama na utulivu kwa nchi. Katika mazingira hayo, tangazo la kusitishwa kwa mikutano ya hadhara limekuja wakati shughuli za kisiasa za vyama mbalimbali zikiendelea kushika kasi katika maeneo tofauti ya Tanzania. Lakini hatua hiyo imeibua maswali mapya kutoka kwa wachambuzi wa siasa na wanaharakati wa haki za kiraia. Wengine wanaona kuwa serikali ina haki ya kulinda usalama wa taifa pale inapobaini viashiria vya vurugu, lakini pia wanaonya kuwa hatua za kiusalama zinapaswa kwenda sambamba na kulindwa kwa haki za kisiasa zinazotambuliwa na katiba. Kwa miaka ya hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia kuongezeka kwa nafasi ya mitandao ya kijamii katika mijadala ya kisiasa na ya kijamii. Majukwaa ya kidijitali yamekuwa yakitumika na makundi mbalimbali ya wananchi, wanasiasa, wanaharakati wa Tanzania wanaoishi nje ya nchi kujadili masuala yanayohusu utawala, haki za binadamu, demokrasia na mustakabali wa taifa. Miongoni mwa watu ambao mara kwa mara wamekuwa wakitajwa katika mijadala hiyo ni wanaharakati kama Maria Sarungi Sehai, Mange Kimambi pamoja na wengine wanaotumia majukwaa ya kidijitali kufikisha maoni na ujumbe wao kwa umma. Kutokana na mabadiliko hayo, mitandao ya kijamii imeendelea kujitokeza kama moja ya majukwaa yenye ushawishi mkubwa katika mjadala wa kisiasa wa Tanzania ya sasa, ikitoa nafasi mbadala ya mawasiliano na mjadala nje ya mikutano ya kawaida ya kisiasa. Wakosoaji wa serikali wanaona kuwa kusitishwa kwa mikutano ya hadhara kunaweza kuwa ishara ya wasiwasi wa mamlaka kuhusu uwezo wa mitandao ya kijamii kuhamasisha wananchi kwa viwango vikubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kwa mtazamo wao, hatua hiyo inaweza kuongeza mjadala kuhusu mipaka kati ya usalama wa taifa na uhuru wa kisiasa. Kwa upande mwingine, serikali inasisitiza kuwa uamuzi huo hauna lengo la kuzuia demokrasia, bali kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi, uwekezaji na maandalizi ya maonyesho ya Sabasaba yanafanyika katika mazingira ya utulivu na usalama. Jambo linalofanya mjadala huu kuwa mkubwa zaidi ni kwamba hatua hiyo imekuja katika kipindi ambacho Tanzania tayari inakabiliwa na mjadala mpana kuhusu haki za binadamu, kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, pamoja na wito unaotolewa na baadhi ya makundi ya kiraia kuhusu mageuzi ya kisiasa na katiba mpya. Kadiri tarehe za kuelekea Sabasaba zinavyokaribia, macho ya Watanzania yataendelea kuelekezwa kwa serikali, vyama vya siasa na vyombo vya usalama kuona namna hali itakavyokuwa. Swali kubwa linalobaki ni kama zuio hili litafanikiwa kupunguza hofu na taharuki inayodaiwa kuwepo au kama litachochea mjadala mpya kuhusu nafasi ya uhuru wa kisiasa na haki ya wananchi kushiriki katika mijadala ya umma. Katika mazingira ambayo siasa za mitandaoni zinazidi kuwa na ushawishi mkubwa, Tanzania inaonekana kuingia katika kipindi kingine muhimu cha kupima uwiano kati ya usalama wa taifa na uhuru wa kisiasa. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.